Maneno ya Mungu yanasema, na maneno haya ninayoamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya utepe, juu ya miimo ya nyumba yako, na juu ya malango yako. Amen. Tuwapende na kuwajali watoto katika Bwana. Tuwapende lakini pia tuwajali watoto katika Bwana. Na nishukuru kanisa kwa kuona na kuweka utaratibu kwamba walau kwa mwaka mara moja watoto wapate nafasi. Maana leo ndio siku yao inaadhimishwa KKKT yote, kwamba ni siku ya watoto na malaika wote. Kwa hiyo ni siku ambayo watoto wanasherekea, watoto wanaongoza ibada, watoto wanasoma matangazo, lakini watoto pia sehemu zingine wanahubiri. Kwa hiyo ni siku nilipongeze sana kanisa, maana alikuacha nyuma watoto. Lakini tunaposema tuwapende na kuwajali watoto katika Bwana, wakati naangalia hili somo nilipata maswali mengi ambayo yalinifikirisha kwamba kwa nini tunaagizwa tuwapende watoto. Yamkini kuna wengine hawafanyi hivyo, inawezekana labda wanawachukia, na hii inatoa picha kabisa kwamba kuna baadhi ya wazazi kweli wanawapenda sana watoto mpaka nawadekeza, lakini inawezekana kuna familia na kaya zingine hazifanyi hivyo. Sasa leo tunaambiwa tuwapende na kuwajali watoto, kwa sababu nasema watoto ni taifa la leo na ni taifa la kesho. Na Mithali 22 mstari wa 6 anasema, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hata iacha mpaka atakapokuwa mzee. Kama wewe mzazi, kama unafanya hivyo na unapomlea mtoto, maana yake anapokuwa katika njia ipasayo, anapomjua Mungu, basi huyo atakuwa Mkristo mwema. Kwa njia ya amri ndio watu wanaweza kuishi kwa utaratibu, wanaweza kuishi kwa furaha, wanaweza kuishi kwa amani. Lakini kwa njia ambayo sio ya utaratibu, watu tunaweza tukaishi tofauti. Kwa hiyo sheria inatuongoza. Sheria ni kioo, na wanasema uhuru bila sheria ni fujo. Hata pale nyumbani kwako lazima uweke visheria vidogo. Bila sheria basi inakuwa vurugu. Kanisa bila sheria vurugu. Shule popote. Kwa hiyo bwana, sheria, uhuru bila sheria, lazima uhuru uwe na mipaka. Lazima uwepo na sheria. Kwa hiyo ndio maana Mungu ametoa hizo amri 10 kupitia Musa, lakini ili awaambie wana wa Israeli yapasayo kufanya na kuenenda ili waweze kuishi kwa amani, waweze kuishi kwa upendo na furaha. Sisi tumekusanyika hapa kwa sababu amani ipo. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ungekuwa kuna amani tusingekaa hapa. Kila mtu angetafuta chaka lake. Lakini kwa sababu kuna amani, of course tunakaa pamoja. Tunakuwa na furaha. Na furaha ikiwepo upendo huu. Lakini hii mistari niliyosoma inazungumzia hasa juu ya amri kuu. Tumepewa hizo amri 10. Lakini nasema kuna amri kubwa kuliko zote hizi. Mnaweza kuniambia amri hiyo ni ipi?
Basi kama mnajua hilo mambo yameisha. Amri iliyo kubwa ni upendo. Sasa nilikuwa najiuliza kwa nini kuwe na amri zingine afu niambiwe upendo ndio amri kubwa. Mimi sijaona kama naongeza kujiuliza kwamba amri hii ya upendo ndio amri kuu iliyopewa hapa, na unapokuwa na amri kuu, amri zingine zile zote unaweza kuzitimiliza. Kwa sababu ukiwa na upendo wewe huwezi kumpiga mwenzako majungu, huwezi kumuua mwenzako, huwezi kumfanyia mwenzako fitna kama una upendo wa kweli. Lakini kama upendo haupo, mambo utatokea tu. Na kama mtu kamchinja na kisu, sikamchoma mwenzake, kamtilia sumu, sababu upendo haupo. Kwa ni wasihi sana. Mungu anatupa hiyo, anatukumbusha na anatupa hiyo hata sisi amri hii kwamba amri iliyo kuu ni upendo. Na tukiwapenda watoto wetu, tuhakikishe kama tunawapenda watoto katika roho na kweli, tutakuwa tunafanya kitu kikubwa. Na tunawapenda kwa staili gani? Unayempenda mtoto lazima utamjali. Tampa zile haki. Kuna haki nyingi, lakini kuna haki ya elimu. Kuna haki ya kumlinda mtoto. Kuna haki ya kumtunza. Sio maana wengine kwa wanasema hapa anashindana kuzaa. Lakini sawa, kushindana kuzaa. Unamtunza mtoto huyo. Tuwazae watoto ili tuwalee na kuwatunza katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza kuwalea watoto 100, fanya hivyo. Kwa hiyo neno linakumbusha, muwapende watoto zenu, tuwapende watoto na tuwajali. Mwingine unakula kitimoto huko, watoto wanakula dagaa. Wanakula Chinese. Tumeambiwa tuwapende na kuwajali. Bwana asifiwe. Kwa hiyo msiwe mnakula nyingi. Mtu kwenye vibonzo si naonaga mara nyingi mtu anapiga simu, "Wewe, naomba Kimbiro uko wapi?" Anasema, "Mimi niko hapa tu na guzi." Kumbe kajaza kitimoto, kajaza manini. Anasema niko tu nafanya anakula mihogo. Kumbe anakula vizuri. Sasa kule sio kuwajali. Unasikia malo? Wewe najua una shida wewe rafiki yangu. Lakini tuwajali watoto wawili. Basi hongera kama una wawili. Lakini ninachotaka kusema kwamba ukimlea sasa mtoto wako kama unamjali, mlee katika roho na kweli, awe na hofu ya Mungu. Akishakuwa na hofu ya Mungu, haya mengine automatically yatakuja. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwalea watoto kiroho, tuna wajibu wa kuwalea watoto kiakili, tuna wajibu wa kuwalea watoto pia kimwili. Kiumwa mpeleke hospitalini. Mwingine mtoto anaumwa malaria, anasema pepo. Pepo wewe. Unajua nifika sehemu shetani sana singiziwa mambo mengine. Tusimsingizie shetani, sisi tu. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini?